Yesu Kristo. Mpendwa mtazamaji, karibu sana katika tafakari ya Jumamosi Kuu. Katika tafakari ya Jumamosi Kuu tunaona Kristo yuko kaburini. Tunaipata hiyo katika kanuni ile ya imani. Ukisali kanuni ya imani nakwambia na sadiki kwa Mungu mmoja, Baba Mwenyezi, muumba wa mbingu na dunia na vitu vyote vinavyoonekana na visivyoonekana. Na sadiki kwa Bwana mmoja Yesu Kristo, mwana pekee wa Mungu aliyezaliwa kwa Baba tangu milele yote, Mungu aliyetoka kwa Mungu, mwanga kwa mwanga, Mungu kweli kwa Mungu kweli, aliyezaliwa bila kuumbwa, mwenye Mungu mmoja na Baba, ambaye vitu vyote vimeumbwa naye. Alishuka kutoka mbinguni kwa ajili yetu sisi wanadamu na kwa ajili ya wokovu wetu, akapata mwili kwa uwezo wa Roho Mtakatifu kwake yeye Bikira Maria, akawa mwanadamu, akasulubiwa kwa ajili yetu sisi kwa mamlaka ya Ponsio Pilato, akateswa, akafa na akazikwa. Kwa hiyo tunapokwenda hapo akazikwa, Kristo alishukia kuzimu. Kuzimu kuna maana nyingi. Wengine wanasema kwamba Jehanamu, wengine wanasema kwamba under the world, chini ya dunia. Lakini unaweza kuona katika masimulizi ya wa biblical scholars na wanateolojia wanasema kwamba Kristo alishukia kuzimu, hakwenda Jehanamu, ila alishukia kuzimu kwa maana kwamba makao ya wafu. Alikwenda katika makao ya wafu. Alikwenda katika makao ya wafu, ambapo tunasema katika makao ya wafu tunasema kuzimu au Sheol kwa Kiaramuyo. Kwa Kiaramuyo tunasema Sheol au Hades, Hades kwa Kigiriki. Kwa hiyo alishuka kwenda kuzimu. Na tutaangalia kwa undani kwa nini Kristo alishuka kwenda kuzimu. Na Kristo aliposhuka kuzimu, alipokwenda kuzimu, ina maana alikwenda kuhubiri Injili, kumalizia kazi yake. Kazi ya kwanza alikuwa amefanya, alihubiri kwa walio hai ambao walikuwa hapa duniani, lakini kazi ya pili baada ya kufa msalabani, anashushwa na anawekwa kaburini, alikwenda kuwahubiria wafu. Wafu hao walikuwa ni watu wa aina mbalimbali, kuwahubiria manabii. Alikwenda kuwahubiria manabii, watu wema ambao walikuwa wanampenda Mungu, Abraham na wenzake. Lakini vile alikwenda kumhubiria Adamu na Eva. Na unaona kwamba Kristo anaposhuka kuzimu, anakwenda kuwahubiria habari njema, mambo makubwa mawili: kuwahubiria habari njema, lakini anakwenda kuwachukua na kuwapeleka mbinguni. Kwa nini? Kwa sababu katika tulipotenda dhambi ya Adam na Eva, dhambi ya asili, ilihitaji mkombozi kuja kuifuta dhambi hiyo, na haikutosha kuifuta dhambi hiyo. Ina maana Adam na Eva walipotenda, waliondoa access ya sisi kumuona Mungu. Tunasema beatific vision. Hii beatific vision, yani beatific vision ni kumuona Mungu uso kwa uso. Unaweza kumuona Mungu kwa imani, lakini tunapozungumzia ambapo watakatifu walio mbinguni wanamuona Mungu uso kwa uso, ndio alikwenda Kristo. Baada ya kufufuka, anakwenda kaburini, anawahubiria hawa roho za wafu walio wema, lakini baada ya kuwahubiria na kuwachukua, anawapeleka mbinguni. Kwa sababu wakati Kristo kabla hajaja, ina maana mbinguni kulikuwa kuna malaika na Mungu tu, hapakuwa na mwanadamu hata mmoja. Wale walio wema walikaa sehemu inayoitwa limbo. Sehemu walikuwa sehemu inayo limbo, ingawa mpaka sasa hivi bado kuna contentious argument kwamba bado wale watoto wachanga ambao hawajabatizwa wanaendelea kukaa hapa, wanaendelea. Ni mada ambayo itaizungumza siku nyingine, iko very contradicting. Lakini kwa leo nataka kuzungumzia umuhimu wa Kristo kushuka kwenda kuzimu. Aliposhuka kwenda kuzimu, ina maana alienda kuwahubiria habari njema, lakini vile vile alienda kwa sababu ameshinda mauti msalabani. Ile dhambi asili ameshinda. Kwa hiyo kile kifungo ambacho walikuwa nacho wafu ambao hawakuweza kwenda mbinguni moja kwa moja, lakini walikaa sehemu salama, Kristo anakwenda kuwachukua kwa sababu ameshafungua access. Na tutaangalia katika Jumapili ya Pasaka kwamba wafu walifufuka na kupaa mbinguni. Katika tafakari ya kesho tutaangalia, lakini tafakari ya leo tunaona kwamba Kristo anaenda kuambia, jamani, nimeshawafungulia mbingu. Jamani, sasa mtamuona Mungu ambaye mlikuwa mnamtamani. Hawa watu wema walikuwa wanaishi vizuri kwa amani, kwa upendo, lakini walimisi kitu kimoja: hawakumuona Mungu. Lakini vile vile walimisi kupata ile state ya mbinguni. Hawakuweza kuwa katika ile state ya mbinguni, walikuwa katika hali nyingine ya amani, ya utulivu. Lakini binadamu siku zote, ili awe na ukamilifu, kama anavyosema Mtakatifu Agustino, ukamilifu wetu unafika pale roho zetu zitakapokuwa mikononi mwa Mungu. Kwa hiyo hawa walikuwa katika amani, lakini hawakuwa katika ule ukamilifu wa kumuona Mungu uso kwa uso. Kwa hiyo Kristo kwa kufufuka kwake anakwenda kaburini. Anapokwenda kaburini,
anaenda kuwatangazia habari njema, kwa sababu na wenyewe walikuwa na haki ya kusikia habari njema, lakini hawa manabii na mitume walisubiri kwa miaka mingi. Kwa hiyo Kristo anakwenda, lakini vile vile Kristo anapokwenda kuzimu anakwenda kumtangazia Ibilisi na wale malaika waasi ambao wengine walikuwa kule kwamba yeye ni mshindi. Lakini wale wote ambao walikuwa na dhambi asili anawafungulia, lakini na wale wote walikuwa na wema anawafungulia na kuwapeleka mbinguni. Kwa hiyo karibu katika tafakari hii ambao tutakwenda kwa upana uweze kuona umuhimu wa Kristo kushukia kuzimu, alishukia kuzimu. Kwa hiyo tafakari hili la fumbo la Pasaka tunaanza katika Injili ya Yohana katika sura ile ya 19 mstari wa 42. Tanukuu anasema, humo basi kwa sababu ya maandalio ya Wayahudi wakamweka Yesu, maana lile kaburi lilikuwa karibu. Anafunua pumziko kuu la Jumamosi Kuu. Lakini kwa kaburini tutaona kazi ambazo anazifanya akiwa na wafu. Tukisoma katika waraka wa Mtume Paulo kwa Wakolosai sura ya 1 mstari ule wa 18 hadi 20, nitanukuu, anasema, naye ndiye kichwa cha mwili, yaani kanisa, yaani ni mwanzo, ni mzaliwa wa kwanza katika wafu, ili kwamba awe mtangulizi katika yote, kwa kuwa katika yeye ilipendeza utimilifu wote ukae, na kwa yeye kuvipatanisha vitu vyote na nafsi yake, akiisha kufanya amani kwa damu ya msalaba wake. Kwa yeye ikiwa ni vitu vilivyo juu ya nchi au vilivyoumbwa mbinguni. Kwa hiyo tunaona kwamba Kristo anashuka. Baada ya kushuka anavipatanisha vitu vyote vilivyopo, kwamba wale wa manabii wa zamani walikuwa wanaishi kwa haki, wakina Ibrahim, wakina wote wale, anakwenda kuwahubiria habari njema ya wokovu ambayo waliisubiri. Vivyo tunaona kwamba kukaa kwa Kristo kaburini kunaunda muunganiko halisi kati ya hali yake ya kuteseka kabla ya Pasaka na hali yake ya sasa ya utukufu wa ufufuko. Ni nafsi ile ile kama tunavyosoma katika kitabu cha Ufunuo sura ya 1 mstari wa 18. Kwa hiyo wakati mwingine watu wengine wanaweza kusema kwamba mbona Kristo kama alikufa roho yake ilikuwa hapa, maandiko yanatuambia nafsi ni ile ile, Kristo bado yuko hai. Kwa hiyo unaona kwamba bado anafanya kazi ya kuhubiri Injili kwa waliofungwa, ambao na wale waliokufa kabla ya Kristo kuja wanapata habari njema, lakini yuko hai kama tunavyosoma katika Injili, tukisoma katika kitabu cha Ufunuo sura ile ya 1 mstari wa 18, nitanukuu, anasema inayoweza kusema nilikuwa nimekufa na tazama ni hai na hata milele. Nilikuwa nimekufa, ni hai, na tazama ni hai hata milele. Kwa hiyo Kristo yu hai, ni mzima. Lakini tunaweza tukaangalia kwa nini Kristo anashuka kuzimu. Kwa nini? Of course kwa lugha kawaida tunasema amekwenda kaburi, lakini hapa tunasema kwa nini anashuka kuzimu. Kama tulivyoona katika ile kanuni ya imani ambayo tumeangalia katika utangulizi, kanuni ya Nisea ambayo ilitungwa mwaka 525, yaungana katika kipengele hicho cha imani, Kristo kushuka kuzimu na ufufuko wake kutoka wafu siku ya 3, kwa sababu katika Pasaka yake ni hasa kutoka vilindi vya mauti alifanya uzima ububujike. Lakini tukisoma vile vile Paulo anatuambia vizuri katika waraka wake kwa Waefeso sura ya 4 mstari wa 9 hadi wa 10, tanakuwa anasema, Kristo alishuka pande zilizo chini ya ardhi, aliyeshuka ndiye yeye aliyepaa juu sana kupita mbingu zote. Kwa hiyo unaona Kristo katika kushuka kuna watu wake, kwa sababu Kristo ni Mungu wa wote, ni Mungu wa wazima na walio hai. Unaona, na kwa hiyo hawa Kristo ambao kama nilivyosema wao walikuwa na amani kama kawaida, lakini walikuwa na shauku ya kuonja mbingu ambayo ilikuwa imevunjwa kwa kosa la Adam na Eva. Kosa hili Kristo amelishinda. Kwa hiyo anakwenda kuambia, jamani, sasa hivi mambo yako poa, sasa hivi mambo yako safi, sasa hivi mtamuona Mungu. Sasa wakati mlikuwa mnausubiria umefika, na nimekuja mimi kuwapeleka katika utukufu wa Baba, kumuona Mungu mlikuwa mnamtamani. Tunaposema beatific vision. Kwa nini Kristo alishuka kuzimu? Katika mahubiri tukisoma katika mahubiri, ukiangalia ile mahubiri
ya Jumamosi Kuu yako vizuri sana. Nitawapa utenzi wake mzuri sana, labda ni uweze kuwasomea hapa muweze kusikiliza kwa makini. Inasema hivi, anasema leo mahubiri haya ni mahubiri ya mwanzo kabisa ya Jumamosi Kuu ambayo tunayapata katika mapokeo. Yanasemaje? Anasema leo kuna ukimya mkubwa duniani, ukimya mkubwa na unyamavu, ukimya mkubwa kwa sababu ya mfalme amelala usingizi. Dunia ilikuwa katika hofu kubwa na ikawa kimya kwa sababu Mungu katika mwili alilala usingizi na akawaamsha wale waliokuwa wamelala tangu zamani za kale. Anakwenda kumtafuta Adamu, mzazi wetu wa kwanza, kondoo aliyepotea. Anataka kuwatembelea wale wanaokaa gizani katika uvuli wa mauti. Anaenda kuwafungua mfungwa Adamu na mfungwa mwenzie Eva walio katika mateso. Yeye aliye Mungu na mwana wa mtu anamwambia, mimi ni Mungu wako ambaye kwa ajili yako nimepata kuwa mwana wako na kuamuru. Unaona, Kristo mahubiri anatuambia, Kristo anamwamuru Adamu na Eva, anasema, amka ewe uliyelala, kwani sikukuumbia ili ufungwe kuzimuni. Amka kutoka kwa wafu, mimi ni mzima wa wafu. Mwisho wa kunukuu. Kwa hiyo unaona, kuna mahubiri haya ni mahubiri ya mwanzo ambapo unayapata katika mapokeo. Mahubiri ya mwanzo ambayo tunayo na yamehifadhiwa. Kwa hiyo ni mahubiri ambayo yalikuwa yanahubiriwa kwa Kristo wa kwanza, walikuwa wanahubiriwa toka baada ya ufufuo wa Kristo. Ni mahubiri ambayo yamehifadhiwa, yapo, ambayo yanaonyesha kwa nini Kristo alishuka kuzimu, na aliposhuka kuzimu amekwenda kuamsha wale waliolala. Kwa maana fulani kwamba wale sio kwamba wamelala wamekufa, wale anawapeleka anawaletea habari njema ya ahadi ambayo Mungu aliwaahidi kwamba atawaletea mkombozi. Anakwenda kuamsha na ile ahadi, lakini kuamsha sio kulala, lakini kuwapeleka katika utukufu wake, katika ufufuko wake. Anaenda kuwapelekea matunda ya ufufuko. Matunda ya ufufuko ni mbingu mpya. Ni mbingu mpya ambapo wataonana uso kwa uso. Lakini matunda ya ufufuko ni amani. Matunda ya ufufuko ni furaha ya Kristo ambayo walisubiri kwa miaka mingi. Mtume Paulo katika waraka wake kwa Ibrania anatueleza vizuri sana. Tukisoma katika waraka wa Ibrania sura ile ya 2 mstari wa 15, mstari wa 14 hadi wa 15, anasema, basi kwa kuwa watoto wameshiriki damu na mwili, yeye naye vivyo vivyo alishiriki hayo hayo, ili kwa njia ya mauti amharibu yeye aliyekuwa na nguvu za mauti, yaani Ibilisi, awaachie huru wale ambao kwamba maisha yao yote kwa hofu ya mauti walikuwa katika hali ya utumwa. Mwisho wa kunukuu. Kwa hiyo unaweza kuona kwamba Kristo anakwenda kwamba kwa ufufuko wake anaenda kuwafungulia pingu wale ambao walikuwa katika utumwa wa dhambi ya asili ya Adam na Eva, dhambi ya asili na Adam na Eva. Kwa hiyo anaenda kuwafungulia, lakini vile vile wale ambao waliishi katika hofu ya Mungu, wale ambao walimpenda Mungu. Mpendwa mtazamaji, kuna sababu 4 ambazo Mtakatifu Thomas Aquinas ameeleza vizuri kwa nini Kristo alishuka kwenda kuzimu. Sababu ya kwanza, anasema kwamba Kristo alikwenda kubeba adhabu za wafu. Adhabu za wafu ni katika adhabu ile tunakumbuka kitabu cha Mwanzo sura ya kwanza, cha Mwanzo sura 19, kwamba wewe ni mavumbi utarudi mavumbini. Ile ilikuwa ni adhabu, lakini Kristo ameifuta. Ameifuta kwa nini? Ameifuta kwa ufufuko wake. Lakini vile vile dhambi ya mauti, kwamba sio dhambi ya mauti, dhambi ya Adamu na Eva, kosa alilofanya Kristo amekwenda kulifuta na kulikomboa. Unaona kwamba kwa sababu kuwakomboa wale ambao walikuwa wanaamini, kama tunavyosoma katika Zaburi ya 89:49 kwamba Bwana zi wapi fadhili zako za kwanza ulizomwapia Daudi kwa uaminifu wako? Sio Daudi tu, wote waliokuwa waaminifu wake. Kwa hiyo unaweza kuona kwamba hapa ni ahadi ambazo Mungu aliwaahidi kwamba atawaletea mkombozi, aliwaahidi kwamba atawaokoa. Kwa hiyo ndio Kristo anakwenda kuwapa ahadi hizi, anakwenda kutimiliza hichi ambacho mababu zetu manabii walichokuwa wameahidiwa na Mungu. Lakini unaona vile vile, mpendwa mtazamaji, kwamba katika kwenda kuwafungulia vile vile tunaona kwamba wote ambao walikuwa na haki wanapata access ya utukufu ya tunda la ufufuko. Lakini sababu ya pili kubwa ambayo tunaona kwa nini Kristo alishuka kwenda kuzimu ni kwenda kuwahubiria habari njema wafu waliokuwa wakisubiri kwa hamu kwa karne nyingi.
Hii tunasoma katika waraka wa kwanza wa Mtume Petro sura ya 4 mstari wa 6. Tanukuu nasema, maana kwa ajili hiyo hata hao waliohubiriwa Injili ili kwamba wahukumiwe katika mwili kama wahukumiwavyo wanadamu, bali wawe hai katika roho ya Mungu kama Mungu alivyo hai. Mwisho wa kunukuu. Kwa hiyo hawa Kristo anakamilisha kazi yake kwa kwenda kuwahubiria wale waliokuwa wafu ambao hawakupata kumuona. Lakini sababu ya tatu, Kristo anakwenda kutangaza ushindi. Anakwenda kutangaza ushindi kwa walio haki, lakini ushindi kwa ibilisi. Kumbuka kwamba Kristo hajashuka kwenda Jehanamu, ameshuka katika, kama tulivyosema, Sheol au Hades kwa Kigiriki, kwamba kulikuwa kuna sehemu ya wale walio wema. Kwa hiyo hajaenda, sio kachanganya, hakwenda kuwafungulia watu waliolaaniwa ambao wako Jehanamu wala malaika waliolaaniwa, ila amekwenda kuwafungulia wale ambao walikuwa wanampenda Mungu, walikuwa na hofu ya Mungu. Kwa tunasoma katika waraka wa Mtume Paulo kwa Waebrania sura ya 2 mstari wa 18, anasema, basi kwa kuwa watoto wameshiriki damu na mwili, yeye naye vivyo vivyo alishiriki hayo ili kwa njia ya mauti amharibu yeye aliyekuwa na nguvu za mauti, yaani ibilisi. Kwa hiyo Kristo anakwenda kuharibu nguvu za mauti za ibilisi. Ibilisi ameshajitangazia kwamba yeye ni mfalme wa mauti, lakini Kristo anasema hapana, mimi ndio mshindi. Anakwenda kumtangazia ibilisi, lakini kumfungia, anakwenda kumfungia rasmi katika kuzimu. Anafunga kule kuzimu kwa ibilisi na wote waliolaaniwa. Na sababu ya 4, kuachia huru waliokuwa chini ya dhambi ya asili. Kama nilivyosema, walikuwa chini ya dhambi, amewachia huru ili kama tunavyosoma katika kitabu cha waraka wa Paulo kwa Wafilipi sura ya 2 mstari wa 10, anasema ili kwa jina la Yesu kila goti lipigwe, la mbinguni, la vitu vya mbinguni na vya duniani na vya chini ya mbingu. Kwa unaona kwamba kwa sababu yeye Kristo ni mfalme, anawachia huru na anafungua vile vile za kuzimu, anafungua za kuzimu na funguo za uzima. Tunasoma katika kitabu cha Ufunuo sura ya 1 mstari wa 18, naye hali hai, nami nalikuwa nimekuja, na tazama ni hai hata milele na milele, nami ninazo funguo za kuzimu, funguo za mauti na za kuzimu. Kwa hiyo unaona kwamba amekwenda kuwafungulia waliokuwa wamefungwa, kwa maana kwamba wamekosa ile mbingu kwa sababu ya kosa la mwanzo. Kwa hiyo Kristo ameenda amewafungulia. Lakini vile vile tunaona kwamba katika waraka wa pili kwa Waebrania sura ya 2 mstari wa 14, anasema kwa kifo chake kwa ajili yetu alishinda mauti na ibilisi aliyekuwa na nguvu za mauti. Kwa sasa hivi tena ibilisi hana nguvu za mauti kwa sababu Kristo amekwisha shinda kwa ajili yetu. Kama tunavyosoma vile vile katika kitabu Injili ya Yohana sura ya 5 mstari wa 25, anasema amin nawaambia, sasa inakuja na sasa ipo wafu watakapoisikia sauti ya mwana wa mtu, na wale waisikiao watakuwa hai. Mwisho wa kunukuu. Kwa hiyo unaweza kuona, mpendo wa mtazamaji, kwamba katika Jumamosi Kuu ambapo tunaona Kristo yuko ameshukia kuzimu, anafanya hizi kazi za kuhubiria habari njema. Vile vile ameenda kuambia kwamba mbingu imefunguliwa. Katika tunda la kwanza la utukufu ni mbingu kufunguliwa. Tukumbuke kwamba kabla Kristo hajashuka mbingu ilikuwa imefungwa, lakini mbingu inafunguliwa wakati Kristo anashuka tumboni mwa mama Bikira Maria. Pale mama Maria aliposema fiat voluntarius, ndimi mtumishi wa Bwana, nitendee ulivyonena, mbingu ilifunguliwa. Lakini Kristo anakwenda kuwashuhudia hao wote, marafiki zake, manake baba yake Yosefu na yuko pale, lakini wote hawa na wengine wote sasa, kwa sababu rasmi Kristo anawatangazia habari njema, lakini milango ya mbingu imefunguliwa na wanakwenda kufurahia utukufu wa Baba kwa tunda la ufufuko wa Kristo. Kwa hiyo unaweza kuona kwamba Jumamosi hii tumuombe na Kristo na sisi kwa namna ya pekee aweze vifungo vyetu vya shetani vilivyokuwepo avifungue, atupe neema ya kumwamini zaidi. Kwa hiyo katika kipindi hiki vivyo tunajifunza Jumamosi Kuu tunajifunza mambo makuu matatu. Jambo la kwanza, imani kwa Mungu. Lazima tuwe na imani kwa Mungu, imani thabiti kwamba ukiwa mwema
na ukitenda yaliyo, Mungu atakuona popote. Tunaona hawa waliokuwa wafu kwa sababu matendo yao hayakusahaulika. Kristo amewafuata kwa sababu matendo yao yamewekwa muhuri na Mungu. Kwa hiyo unapofanya jambo jema, unapomtumikia Mungu, popote ulipo Mungu atakushuhudia. Popote ulipo Kristo atakuja kukubeba kwa furaha na kukushangilia kwa jinsi ambavyo umekuwa mwaminifu kwa Mungu. Lakini jambo la pili ni ushindi wa Kristo, kwamba Kristo ni mshindi. Hakuna kinachomsumbua. Kwa hiyo you don't need to fear, kwa sababu aliye ndani yako ambaye ni Kristo ni mkubwa kuliko yeyote. Kwa hiyo zile sekeseke za shetani, mikwanga ya shetani na vyote viko chini. Wewe kama Mkristo huna sababu ya kumuogopa ibilisi wala shetani, kwa sababu Kristo tayari amekwisha tushindia. Kwa hiyo nikutakie maandalizi mema ya sikukuu ya Pasaka. Na kukumbusha tena, kama hujaungama, nenda kaungame ili vifungo vyako vya kiroho vifunguliwe. Tumsifu Yesu Kristo. Niwatakie siku njema. Vivo Kristus.